Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kuhubiri kuhusu mamlaka. Kuhusu falme tatu zenye mamlaka ya juu. Falme tatu zenye mamlaka ya juu. Hizi falme zimesababisha watu wengi wakafa. Watu wengi wamekufa kwa kutotii hizi falme tatu. Watu wengi wamekufa kwa kutotii hizi falme tatu. Watu wengi wanateseka. Watu wengi wanateseka kwa kutotii hizi falme tatu. Watu wengi wanateseka kwa kutotii hizi falme tatu zilio na mamlaka ya juu. Zilio na mamlaka ya juu. Watu wengi wanapitia hali ngumu ya maisha. Watu wengi wanapitia hali ngumu ya maisha. Wana kisomo, wamesoma sana, wana makaratasi, wana madigrii, wana hekima nyingi ya kiulimwengu, lakini wanadharau hizi falme tatu. Wanazipuuza hizi falme tatu zilio na nguvu sana, hizi falme tatu. Ya kwanza falme ni Mungu. Nikiongea kuhusu Mungu, naongea kuhusu kanisa. Nikiongea kuhusu Mungu, Mungu inasimamia kanisa. Watu wengi wamedharau wachungaji, wanadharau wachungaji, watumishi wa Mungu, wanawadharau, wanawapuuza, wanawasengenya, wanawaona hawana maana. Hiyo ni falme yenye nguvu, imepewa mamlaka na Mungu. Falme yenye nguvu imepewa mamlaka na Mungu. Wachungaji, watumishi wa Mungu wamepewa mamlaka. Ukipuuza wachungaji, unapuuza mamlaka. Unapuuza mamlaka ambayo imepewa na Mungu. Watu wengi wanateseka. Watu wengi wanapitia hali ngumu kwa sababu ya kuwapuuza wachungaji. Wanawadharau, wanawatukana, wanawasengenya, wanaongea tu mabaya kuhusu wachungaji, na wachungaji wana kazi ngumu ya kusimamia kanisa, ya uongozi wa kanisa. Huo ni ufalme wa kwanza. Ufalme wa pili. Hizi falme tatu zimebeba baraka na mauti. Hizi falme tatu zimebeba baraka na mauti. Zimebeba baraka za binadamu, za mwanadamu. Hizi ndio zimebeba baraka zako, hizi falme tatu. Na ndio zimebeba laana. Zimebeba laana. Unapata laana kutoka kwa hizi falme tatu. Falme ya pili, mzazi. Maandiko yanasema kitabu cha Deuteronomy, na alaaniwe anayemdharau mzazi, anayedharau babake na mamake. Na alaaniwe, na watu wote waseme amina. Na alaaniwe mtu yoyote anayemdharau mzazi. Maandiko yanasema na alaaniwe, afe. Anayedharau mzazi anaambiwa na alaaniwe, na watu wote waseme amina. Alaaniwe. Falme ya tatu ni serikali, government. Unaambiwa uheshimu viongozi, uheshimu viongozi. Unatukana viongozi, unadharau viongozi, unadharau wafalme. Kiongozi unamdharau, unamtukana, unamkosea heshima. Haya utayapata kwa kitabu cha 2 Timothy verse 3 to 16. 2 Timothy verse 3 to 16. Hiyo ingine utaipata Deuteronomy 5 verse 16. Deuteronomy 5 verse 16. Hiyo ingine utaipata Proverbs 1 verse 26 to 29. Falme tatu. Ukiheshimu hizi falme tatu, unaishi maisha mazuri.
Ukiheshimu hizi falme tatu utaishi maisha mazuri na maisha marefu duniani. Heshimu kanisa ambao ndio Mungu. Heshimu kanisa. Ukiheshimu kanisa unaheshimu sheria za Mungu, zile alifanya agano na Musa, sheria amri 10. Heshimu mzazi ufanikiwe maishani na uishi maisha marefu. Heshimu serikali inayokuongoza. Na kwa hayo Mungu akubariki. Amen.